Rafiki yangu, wakati ambapo unaona kama vile mambo hayaendi, unazikabili zile nyakati ngumu katika maisha yako, unaona kana kwamba kila kitu kinaenda kombo, unaona kana kwamba hapa sasa mambo hayaendi kama nilivyotarajia, na mimi nahitaji nikukumbushe, Mungu hajakuleta duniani kwa bahati mbaya. Aliyekuleta atahakikisha unatimiza kusudi ambalo amesababisha uje duniani, uzaliwe. Na Mungu hakosei, na Mungu hashindwi na kitu. Kwa nini waogope mawakala wa shetani kiasi kwamba unasahau nguvu za Mungu? Wewe kazi yako ni kuomba. Nimewaambieni hivi, maombi hayambadilishi Mungu, ila maombi yanatusaidia sisi tupelekane na Mungu na mipango yake. Wakati wa changamoto, sio Mungu anakuwa mbali na wewe, ila wewe ndio unaenda mbali na Mungu. Kwa hiyo unajikuta umeenda mbali naye mno kwa sababu ya hofu inayokushika. Hofu ni kama vile inakupush uende mbali. Wale ambao wanajua masuala ya maji, kwenye maji, ni kwamba mtu anapodondoka kwenye maji, kuna namna ambavyo ukiogelea unajipeleka chini zaidi, lakini kuna namna ambayo ukiogelea unaenda juu. Kuna namna ambayo ukiogelea unaenda mbele. Kwa inategemea mikono yako unaipigaje na miguu yako unaipigaje. Namna unavyopiga miguu yako baada ya kutupwa kwenye maji itaamua uzame au uelee kwenda juu au uende mbele. Ndivyo inavyokuwa wakati wa changamoto. Unapokuwa kwenye changamoto, namna unavyopiga miguu yako na mikono yako wakati wa changamoto itaamua usonge mbele ili ukaokolewe au didimie. Mchungaji, hapo unamaanisha nini? Maanisha hivi, shetani hawezi kumzidi Mungu. Kama uliweza kusurvive changamoto ya shetani tangu utoto, wakati ulikuwa huna akili timamu, Mungu akakupa wazazi wakakutunza ukiwa mdogo, hujui chochote, ukatunzwa, ukakua. Ulipoanza kuwa na akili, kuna baadhi ya vitu wazazi hawajafanya, wakakuachia uvifanye kwa sababu una akili timamu. Huyu Mungu aliyekutunza ukiwa tumboni ukazaliwa, ashindwe kukutunza ili uweze kumalizia safari iliyobakia? Mungu anauliza Waisraeli, anawaambia, mimi nimlete mtoto karibu na kuzaliwa alafu nishindwe kuzalisha?